Unaangalia Zoe TV, tunakuangazia maisha yako. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimia kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Ni siku nyingine, kuna vitu vizuri kabisa ambavyo vitaendelea kubariki maisha yako na kuinua katika hali yako ya kiroho. Na leo tuna somo jingine zuri kabisa ambalo Mungu ametupa kwa ajili yako, na nikwambie, tega sikio kusikiliza na tazama uweze kuona kile ambacho Mungu anakwenda kusema na wewe. Na somo letu lina kichwa kinachosema nguvu ya neno la Mungu kinyume na maneno ya hofu. Nguvu ya neno la Mungu kinyume na maneno ya hofu. Kwa somo letu litalenga hapo, msingi wake itakuwa hapo, neno la Mungu, nguvu ya neno la Mungu kinyume na maneno ya hofu. Kwa nini tunazungumza haya? Mwanadamu amepitia katika mambo mengi, lakini tunajua tunakutana na vipindi mbalimbali kwenye maisha yetu na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo kwenye maisha yetu kama wanadamu, lakini pia kama waamini. Kuna vitu mbalimbali tunaweza tukapitia kwenye maisha yetu, tukakutana na hali za hofu, hali za wasiwasi, hali za kukata tamaa, hali za kuwa na kujiona duni, kujiona dhaifu. Ni vitu vinaweza kutokea kwenye maisha yetu, lakini neno la Mungu ndio njia pekee ya kukabili hizo hali ambazo zinaweza kutokea kwenye maisha yetu, na tukawa na maisha ya furaha hata katika nyakati hizo ambazo tunaweza kuzipitia. Na somo letu litamzungumzia mtu mmoja katika Biblia anaitwa Elia. Tutabezi zaidi hapo kumzungumzia yeye, na tutaona namna gani Mungu anatufundisha kupitia Elia, mtumishi wa Mungu. Na niende moja kwa moja kwenye andiko kuu la somo letu kabla sijaenda kuchambua zaidi. Na andiko ambalo tutalitumia kwenye somo letu ni kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 10, lakini nitasoma maandiko machache tu na ngoja nisome moja kwa moja. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka 10. Nianze ule mstari wa 7 na 8. Biblia inasema hivi: akamwambia, inuka ule, kwa kuwa safari hii ni kubwa kwako. Akaondoka, akala, akanywa, akaenda kwa nguvu za kile chakula siku 40 usiku na mchana, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Kuna kitu muhimu sana ambacho nataka tukielewe hapa kwenye ujumbe huu wa nguvu ya neno la Mungu kinyume na maneno ya hofu. Katika maandiko haya tunaona wazi vita kati ya ulimwengu wa nje na ulimwengu wa ndani. Nitaeleza zaidi hili. Ulimwengu wa ndani na ulimwengu wa nje namaanisha nini? Mwanadamu ana maeneo makuu matatu: ana nafsi, mwili na roho. Lakini eneo la nafsi ndio eneo ambalo linakutana na mashambulizi sana, kwa sababu ni eneo ambalo linatazama mazingira, linaona hali za nje na kuziamulia au kwenda kulingana hali zinazoonekana katika hali za nje kabisa. Ndio maana nikazungumzia mara nyingi tunasema inakuwa ni vita kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa ndani, yani ulimwengu wa nje na ulimwengu wa ndani. Ndani, nikizungumzia ndani ninazungumzia rohoni, ni mahali ambapo Roho Mtakatifu anakaa. Lakini eneo la nafsi ni eneo ambalo linakutana mashambulizi sana, kwa sababu ni eneo ambalo linatazama mambo, linachakata, linafanya maamuzi. Ni eneo muhimu sana pia, lakini pia ni eneo la kutazama kwa kina na kujua namna gani ya kuweza kutembea katika mapenzi ya Mungu nyakati ambazo adui anafanya vita katika eneo lako la nafsi. Tutakwenda kuangalia kwa kina zaidi. Kwa hiyo Elia alikuwa amefanya mambo makubwa sana. Tunaona hapa kwamba Elia kama mtumishi wa Mungu alikuwa amefanya mambo makubwa sana. Aliweza kushusha moto, aliweza kufunga mvua, kuzuia mvua miaka 3.5, na baadaye aliweza kuomba mvua ikashuka tena. Lakini aliweza kuomba manabii 450. Aliomba manabii mangapi? 450. Elia alikuwa amefanya mambo makubwa, matendo makubwa katika uwanja. Alioa watu,
watu 4,300 kama alivyozungumza, akawaua watu wengi, watu 450, lakini pia aliweza kushusha moto, aliweza kufunga mvua miaka 3.5, lakini akaruhusu mvua ikaja tena, akaomba na mvua ikashuka. Hata baada ya ushindi huu, tamko la Yezebeli lilimfikia, mara nguvu zikayeyuka ndani yake. Yaani baada ya Elia kufanya vitu vikubwa sana vinavyoonekana, kufunga mvua, kuja kuomba mvua ikashuka tena, kuwaua manabii 450 wa Baali, lakini pia kushusha moto na kuwaua manabii wa Baali, tamko dogo la mtu anaitwa Yezebeli lilimtisha Elia. Biblia inasema akakimbia, ili akajihifadhi hai, au alikimbia ili aweze kumtoroka Yezebeli. Okay, nataka nizungumze kidogo hapo, kuna pointi. Elia anakimbia, lakini alikuwa ni jitu, inaonekana ni jitu la imani, inaonekana ni mtu aliyefanya mambo makubwa ya nje. Unajua, wakati mwingine iko hivi, hajalishi kuna vitu vingapi unavifanya katika hali ya nje, vinaonekana ni vikubwa sana, vinatisha sana, havigarantii au haviamui ule uwezo wako wa ndani. Okay? Yaani tukamjaji mtu kwamba kwa sababu anafanya vitu vikubwa basi ndani yake amekuwa sana, au ana uwezo mkubwa ndani, au ana ukuaji wa kiroho wa kutisha. Vinaweza vikawa ni vitu tofauti. So Elia, sizungumzi kwamba Elia alikuwa hana ukuaji wa kiroho, lakini Elia alifanya vitu vikubwa vya nje ambavyo vilionekana wazi na kila mtu aliviona, na ilikuwa inatisha, na ilikuwa inatetemesha kwamba huyu mtu ni jitu la imani. Lakini kumbe alishinda kuelewa kwamba hali yako ya nje au yale ambayo unayafanya makubwa nje, wakati mwingine hayagarantii kwamba kila siku wewe ni bora, au kila siku wewe ndani yako umeimarika na nguvu ile ile. Kuna wakati unaweza ukapungukiwa. Okay, ngoja niweke vizuri zaidi. Elia katika hali ya nje alionekana ni mshindi, lakini katika hali ya ndani alikuwa dhaifu. Okay? Katika hali ya mtazamo wa nje, kwa sababu aliua manabii wa Baali 450, alifanya vitu vikubwa, alionekana kabisa ni mtu mkuu, na ni kweli mwenye nguvu, lakini ndani yake alikuwa dhaifu. Taniambia kwa nini? Yezebeli alipomwambia nitakuua kama ulivyo manabii wangu 450, Biblia inatuambia Elia akaenda kujihifadhi roho yake ili aweze kufa, akakimbia. Biblia inasema akamwacha mtumishi wake huko, akaenda kujilaza chini ya mretemu, akasema mimi si mwema kuliko baba zangu, ni heri nife. Sasa pointi yangu nakuja, tunaangalia mtazamo wa nje wa Elia, anaonekana ni mtu jasiri sana kwa yale yaliyotendeka, lakini mtazamo wa ndani tunaona anakuwa dhaifu sana. Hili ni jambo muhimu sana ambalo tunataka tulielewe. Mtu wa ndani alionekana kuwa dhaifu, hali yake ndani ilionekana kuwa dhaifu, lakini nje alionekana ni mtu giant, mtu mkuu. Ndio maana akaanza kuomba Mungu, naomba nife. Lakini Mungu akajua tatizo la Elia sio kwamba ni nje, bali ni ndani kuna changamoto. Na eneo lipi? Ni kwamba anakutana na vita katika ulimwengu wa roho ambavyo vinamfanya aanze kujiona duni na kuanza kukumbuka matatizo yake ya zamani. Elia anasema mimi sio mwema kuliko baba zangu. Elia anasema heri nife. Lakini mtu ambaye ametoka kufanya vitu vikubwa hapo nyuma anasema ni heri nife. Ninatuambia Elia, malaika wa Bwana akashuka akamwambia Elia, kunywa maji haya, kula na mkate huu, safari yako ni ndefu. Maana yake nini? Elia ndani alikuwa ameshakuwa dhaifu, alikuwa anahitaji kulishwa ndani. Wako watu ambao wanamtumikia Mungu sana, lakini hawana muda na Mungu.
wana muda mwingi wa kumtumikia Mungu, lakini hawana muda na Mungu. Madhara yake ni makubwa, na madhara yake ni haya: unaweza ukaonekana kwamba ni giant kweli katika hali ya mwili, lakini hali ya roho ni dhaifu. Inaweza ikaja kitu kidogo kikakutikisa ukajikuta umeshuka. Kwa sababu gani? Unatakiwa kujaji kila wakati kwenye maisha yako ya kiroho. Tenga muda na Mungu zaidi, mtumikie Mungu, tenga muda na yeye. Kuna tofauti ya kumtumikia Mungu na kuwa na muda na Mungu. Kwenye muda na Mungu ndipo unapojazwa, ndipo unapoimarishwa, ndipo unapopewa maelekezo, ndipo unapopewa nini cha kufanya kwenye maisha yako, kwenye utumishi wako, kwenye huduma yako. Lakini Eliya alionekana alimtumikia Mungu sana, kwa viwango vikubwa sana ambao vilitisha sana, lakini kuna kitu kilikuwa kimepungua ndani yake ambacho kilionyesha udhaifu ndani yake. Alipoteza muda na Mungu. Maana yake nini? Ndani yake kulikuwa dhaifu. Ndio maana Biblia inasema akaamua kukimbilia mlima wa Horebu. Maana yake nini? Kukimbilia mahali pa kuzungumza na Mungu, mahali pa mahusiano na Mungu, mahali pa kurejeza nguvu zilizopotea. Kwa kuna hatari kubwa ya kumtumikia Mungu sana bila kuwa na muda na yeye. Utajikuta unatembea kwenye reli ambayo sio Mungu anataka utembee nayo. Ndio maana nasema hivi, neno la Mungu lilipoingia ndani ya Eliya lilianza kumfanya mtu mwingine, akaanza kuwa jasiri, akainuka pale alipokuwa amekaa, akaanza kutembea kwenye lile jangwa siku 40 bila kuogopa chochote. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba kabisa kwamba ndani yake alikuwa na mashambulizi, vita vya kiroho. Kulikuwa kuna maneno ya hofu ambayo yalikuwa yameachiliwa na Yezebeli, na yalikuwa yanapiga kelele ndani yake, na yalipata nafasi kwenye nafsi yake, na yakakuta ndani kumeshua neno. Unaangalia Zao TV, tunakuangazia maisha yako.